Mwandishi Everly Brand. Mhariri Ellison Kibui. Mwaka 2026. Sehemu ya pili. La haula. George alipogeuka hakuamini macho yake. Binti ambaye siku chache zilizopita alimkosoa kwa ujasiri ule ule, na ambaye George alihisi hawezi hata kuzungumza naye tena, ndiye alikuwa amesimama pale akiwa amenyoosha mkono wake na kalamu mkononi. Alikuwa ni Ariana. Kwa muda mfupi George alibaki amedudoa. Alimwangalia Ariana kana kwamba anaota ndoto. Wanafunzi wengine darasani walikuwa wakimwangalia George na Ariana kwa macho ya mshangao. Ariana hakusema kitu kingine. Alibaki tu ameshika kalamu yake hewani akimsubiri George aichukue. George alipepesa macho huku na huko kama muuza majeneza, huku akimwendea Ariana kutokana na aibu aliyokuwa nayo. Moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi sana. Hakujua kwa nini alihisi aibu kiasi kile. Alipofika karibu naye, Ariana alimpa kalamu ile bila kusema neno lolote. George alinyosha mkono polepole, akaichukua kalamu ile huku akishusha macho chini. Hakuthubutu kumtazama usoni. Asante, alisema kwa sauti ya chini. Lakini Ariana hakujibu. Alitabasamu kidogo kisha akageuza uso wake kana kwamba hakuna kilichotokea. Basi George alichukua kalamu na kurudi upesi darasani. Alipofika darasani kwake, aliketi kwenye kiti chake haraka na kuanza kufanya jaribio la jiografia. Ingawa alikuwa mwanafunzi mzuri sana, siku hiyo akili yake haikuwa tulivu kama kawaida. Mara kwa mara alijikuta anakumbuka tukio lile. Alikuwa akijiuliza kwa nini Ariana alimsaidia ilhali yeye ndiye aliyesababisha aadhibiwe. Mimi ningekuwa yeye labda nisingemsaidia, alijiambia moyoni. Baada ya jaribio kumalizika, George alirudisha kalamu mfukoni mwa shati lake akijua siku moja atalazimika kuirudisha. Lakini hakujua siku hiyo itakuwa lini. Siku iliyofuata, wanafunzi walishangaa kumuona mwalimu wao wa darasa akija darasani kwao akiwa na mwanafunzi mgeni wa kike. Msichana huyo alikuwa amevaa sare ya shule vizuri sana. Alionekana nadhifu na mwenye kujiamini. Nywele zake zilikuwa zimepangwa vizuri na alionekana kuwa mrembo kupita kawaida. Mara tu walipoingia darasani, wanafunzi waliokuwa wamekaa nyuma walianza kunong'ona. Sauti za chini chini zilisikika huko nyuma kama ifuatavyo. Oya, oya, oya. Cheki chombo hicho kinatuja na ticha. Mmoja wa wavulana alisema huku akimsukuma mwenzake begani. Lamek alidakia na kusema, aisee, ni kikali kile chombo. Lamek aliongea hivyo huku udenda ukimtoka kana kwamba ameona kitu cha thamani sana. Basi wanafunzi wote waliomzunguka walimcheka. Miongoni mwa wanafunzi waliokuwa wakimsikiliza, kulikuwa na msichana aitwaye Grace. Grace alikuwa msichana mwenye sura nzuri na mwenye tabia ya utulivu. Lakini Grace alikuwa na siri moyoni mwake. Alimpenda sana Lamek. Tatizo lilikuwa moja tu. Hakuwahi kumwambia. Kila alipomuona Lamek akizungumza na wasichana wengine, moyo wake uliuma, lakini alijifanya hana shida yoyote. Sauti ya Grace ilisikika ikisema kwa kejeli kidogo, una tamaa za fisi Lamek. Wanafunzi walio karibu walicheka tena. Grace alisema vile kwa sababu aliona wivu kwa kuwa alikuwa anampenda Lamek. Lakini bahati mbaya, Grace hakuwahi kumwambia Lamek kuwa anampenda. Kwa upande wa Lamek, aliona kama ni utani tu. Wakati huo mwalimu alikuwa tayari amefika mbele ya darasa. Darasa kimya. Mwalimu alisema kwa sauti yenye mamlaka. Wanafunzi wote walitulia. Simameni muwasalimie. Mara moja wanafunzi wote waliinuka. Good morning teacher, walisema kwa pamoja. Good morning, kaeni chini, mwalimu alijibu. Sauti ya Lamek ilisikika ikiropoka kama mlevi kilabuni. Welcome mgeni. Wanafunzi wengine walicheka kidogo, lakini walijitahidi kujizuia. Mwalimu alimkodolea macho Lamek kwa sekunde chache kisha akaamua kupuuza. Kisha akaanza kuzungumza. Huyu ni mwanafunzi mwenzenu anaitwa Loveness. Amehamia kutoka shule jirani. Basi mumpe ushirikiano ili nyote muweze kuyafikia malengo. Mara moja sauti za wavulana zilisikika huko nyuma. Imenyia hiyo ticha, mmoja wao alinong'ona. Baadhi ya wanafunzi walicheka kimya kimya. Mwalimu hakujali sana maneno hayo. Baada ya kumaliza kueleza, alimpa nafasi mwanafunzi mpya ajitambulishe. Karibu ujitambulishe, mwalimu alisema.
Loveness alisogea mbele kidogo ya darasa. Alikuwa na tabasamu la kuvutia sana. "Habari zenu wanafunzi wenzangu?" aliuliza kwa sauti tulivu. "Ni nzuri," wasichana walijibu. "Safi safi Loveness," wavulana walijibu kwa shangwe kidogo. Loveness alitabasamu. "Mimi naitwa Loveness Musa. Ninatokea katika shule ya sekondari Pamba. Nitakuwa nanyi katika usomaji. Naomba ushirikiano wenu." Mara sauti ilisikika kutoka nyuma. "Hamna kweli, ushirikiano umepata 100% Loveness." Ni Lamek aliyeropoka tena. Darasa lote lilicheka. Hata mwalimu alijikuta anatabasamu kidogo. Baada ya hayo mwalimu alimruhusu Loveness akaketi. Akiwa bado anatafuta mahali pa kukaa, mvulana aitwaye Danford alisikika akisema kwa sauti ya mzaha, "Njoo ukae kwangu, kiti kina TV ndani yake." Basi wanafunzi wote walicheka kwa kicheko kikubwa baada ya kusikia vile. Loveness mwenyewe alicheka kidogo huku akitikisa kichwa. Hatimaye alipata kiti katikati ya darasa na kukaa. Kuanzia siku hiyo, maisha ya darasa lile yalianza kubadilika kidogo kwa sababu ya ujio wa mwanafunzi huyo mpya. Baada ya siku chache, George alikumbuka kuwa hakumrudishia Ariana kalamu yake. Siku hiyo alikuwa ameketi peke yake chini ya mti mkubwa uliokuwa karibu na uwanja wa shule. Alikuwa anasoma kitabu chake jiografia, lakini ghafla akakumbuka kalamu yeye. Kweli, kalamu ya Ariana, alisema moyoni. Alitoa kalamu ile mfukoni na kuitazama kwa muda. Basi bila kupoteza muda, George alichapa raba kupeleka kalamu kwa Ariana. Alitembea haraka kuelekea upande wa madarasa ya kidato cha 3. Alipofika karibu na darasa lao, alisimama kidogo akavuta pumzi. Hakujua kwa nini moyo wake ulianza kudunda tena. Hatimaye alimuita Ariana. "Ariana," aliita. Baada ya muda mfupi Ariana alitoka darasani. Alikuwa anatembea kwa mwendo wa maringo na uso wake ulionekana wenye tabasamu. Tabasamu hilo kitaalamu linaitwa tabasamu mchombezo. "Unaniita?" Ariana aliuliza. George alitoa kalamu ile. "Nashukuru sana kwa kalamu yako," alisema. Ariana alitazama kalamu ile kisha akamwangalia George. "Haina haja ya kushukuru," alisema kwa utulivu. "Chukua hiyo kalamu kama zawadi yangu kwako." George alibaki kimya kwa sekunde kadhaa. "Hapana, siwezi." "Chukua tu," Ariana akakatiza. George aliguna kidogo kisha akasema, "Asante." Baada ya kusema hivyo, George alisita kidogo kisha akaongeza, "Pia nataka kukuomba msamaha kwa kile kilichotokea hapo nyuma." Ariana alimtazama kwa macho yenye utulivu. Kisha akasema kwa sauti ya kawaida, "Haina haja ya kuomba msamaha. Mimi nilikusamehe siku hiyo hiyo ya lile tukio." Maneno hayo yalimgusa sana George. Muda huo George alishuka kilo kama aliyenyonyolewa manyoya. Alijisikia mwepesi sana moyoni. Baada ya kuongea kidogo walitazamana kwa sekundi chache kisha George akaaga na kuondoka. Kama ilivyo ada, siku hazigandi na zikiganda huyenyuka haraka. Baada ya wiki moja tukio nyingine lilitokea. Lamek alikuwa bado anawaza kuhusu Loveness. Tangu siku ile ya kwanza alipomuona, akili yake ilikuwa inamfikiria sana. Siku moja alimfuata Loveness karibu na maktaba ya shule. "Mambo Loveness," Lamek alisema. "Poa," Loveness alijibu. "Nikuulize swali," Lamek alisema. "Unaruhusu Loveness na Lamek wawe marafiki?" Lamek aliuliza. Loveness alimtazama kwa mshangao. "Ni Lamek simjui." Lamek alicheka kidogo kisha akasema, "Lamek ni kijana fulani hivi, meusi sio meusi, kama maji ya kunde hivi, mpole, mcheshi na mtanashati, na anapatikana kwenye hii shule." Loveness alianza kutabasamu kidogo. Loveness akaongeza, "Je, nikwambie kwa sasa yuko wapi?" Loveness akajibu kwa shauku, "Niambie." Lamek akasema kwa kujigamba, "Kwa sasa Lamek amekaa na binti fulani hivi mrembo ambaye amehamia kwenye hii shule wiki iliyopita aitwaye Loveness." Baada ya Loveness kuambiwa hivyo alijibu kwa hasira, "Lamek, bangi unavuta eti? Kumbe na wewe una akili za kitoto namna hiyo." Baada ya kusema hivyo aligeuka na kuanza kuondoka. Alimwambia kwa sauti kali, "Acha kunisumbua na uniachane kabisa." Lamek hakuamini alichokiona na kilichotokea. Alibaki amesimama pale huku akimwangalia Loveness akiondoka kwa kasi. Lakini hakukata tamaa. Alijisemea moyoni, "Mtoto ashaeleweka, ila maringo tu." Basi siku moja George akiwa amejituliza darasani akisoma kitabu chake la hesabu, ghafla alisikia mtu akigonga mlango wa darasa. Alipoinua kichwa chake alimuona Ariana. Ariana aliingia ndani polepole. "Hello HP," alisema. George alimtazama kwa mshangao kidogo. "Kuna kitu nataka nikwambie, ila naogopa." Mwisho wa sehemu ya 2.